Tumalizie vipengele viwili ili tuweze kuingia katika maombi. Wewe ndugu msikilizaji ambaye umejiunga muda huu, karibu sana katika kipindi chetu. Leo ni tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2025. Somo kuu ambalo tunaojifunza ni neno la Mungu. Karibuni sana. Neno la Mungu. Kipengele kingine andika kwenye daftari lako. Pointi nyingine nasema kuendekeza mizaha. Kuendekeza mizaha. Mungu ni neno na Mungu anakataza mizaha. Ipo hivi, mizaha na utani vimesababisha wengi kupigana, kuchomana visu, vurugu za namna mbalimbali. Wengine wameshindwa kustahimili hasira za mizaha, kaangukia katika matusi na visa. Tuache mizaha. Mizaha ni dhambi kwa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tusiwe na mizaha jamani. Amen. Mizaha ni kama hii, ipo duniani. Tusimtanie Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu Kristo sana. Kuna muda ipo hivi. Kwa mfano, leo unaweza ukakuta kama timu za michezo. Mungu amekupa kalama ya utumishi, uhubiri injili ya kweli. Wewe kazi yako unaanza kuombea timu za mpira. Unaanza kutabiri mpira 1 2 3. Kuna watu wana shida kule hospitalini wanahitaji kuombewa. Kuna watu wana shida sehemu mbalimbali wanahitaji kuombewa biashara zao na sehemu mbalimbali. Majumbani wanaumwa, wengine wagonjwa. Ndio kazi ya mtumishi wa Mungu, unatakiwa kuombea watu wenye shida na matatizo. Utakiwi kuombea masuala ya mpira, kutabiri masuala ya mpira, kuingiza masuala ya mpira kanisani utakiwi. Masuala ya mpira acha yawepo huko mtaani. Huku ndani ya kanisa watu wanahitaji kumjua Mungu, waokoke, wampokee Yesu, wajaze Roho Mtakatifu, waache dhambi.